Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu wa baba yangu Josephat Elias Mwingira. Mimi ni mchungaji wa Efata Maungani, lakini niko chini ya mchungaji kiongozi Heri Neso. Ni mchungaji wangu kiongozi. Nimekuja mbele zako mtumishi wa Bwana kwamba nimekuja kupa habari njema. Habari hii inatokana na neno la Mungu kwenye kitabu cha Isaya, ya kwamba Roho wa Bwana yu juu yetu, kwa maana ametupaka mafuta wahubiri masikini habari njema. Habari njema, kuna habari njema unatakiwa usikie pale unaposikia kwamba kipindi cha nyuma ulikuwa unasikia habari mbaya. Mtu akikuletea habari mbaya inaweza ikakuondoa katika hali ya kawaida ulionayo, lakini habari njema inakupa changamko la moyo. Nikisema habari njema ya kwamba umesikia habari nyingi sana mbaya, yamkini ulikuwa unaumwa, unaenda hospitali, unaambiwa kwamba wewe hautapona. Hiyo ni habari mbaya. Umekaa labda umesikia kwamba kwenu hawataolewa. Hiyo ni habari mbaya. Lakini habari njema inakwambia kwamba hapa pana uwezo wa Mungu na Mungu anaponya. Hiyo ni habari njema. Sasa inawezekana umesikia habari nyingi mbaya kwako, habari za kukatisha tamaa, habari za kusababisha wewe unajiona siwezi kufanya mambo makubwa. Yamkini kuna wazee waliokuzaa, shangazi zako walikutamkia ya kwamba wewe hutaolewa. Hiyo ni habari mbaya kwako. Ulikuwa unafanya biashara, unaambiwa huyu hatobarikiwa. Hiyo ni habari mbaya. Lakini habari njema ni ile ya Mungu, ya kwamba lolote kwake anasema linawezekana, hata kama kuna ugumu wowote. Na ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo ya kwamba anasema njoni kwangu nyote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo, nanyi nitawapumzisha. Mzigo ulionao leo wa magonjwa, wa kukataliwa, wa kukosa kazi, wa kuwa hauna ndoa, huna mtoto, huo mzigo sio wa kwako. Ni mwanamume mmoja tu aliyesema, Yesu Kristo, njoni kwangu mnaosumbuka na kulemewa na mizigo, nanyi nitawapumzisha. Yeye peke yake aliyejitoa muhanga, sio mwanadamu, ni yeye peke yake. Kwa hiyo napenda kukusii popote ulipo unaponisikiliza sasa hivi, ya kwamba hujachelewa. Mungu yupo kazini, anahitaji hayo mambo unayoteseka nayo ili wewe akupumzishe, ili wewe utoke kwenye hayo mateso, kwa sababu kwa akili zako uwezi. Hususa ulimwengu tulionao kuna mengi yamejificha, na wakati mwingine unatamani kupata msaada wa mwanadamu lakini huna majibu. Na neno la Mungu linasema amtegemeaye mwanadamu amelaniwa, kwamba ukimtegemea mwanadamu sasa hivi wewe umelaniwa. Chochote unachopambana nacho kwenye maisha yako, mruhusu Mungu yeye aingilie kati. Kwa hiyo haya ninakuhabarisha sasa hivi ni mambo yatotokea Jumapili hii inayokuja, hii Jumapili ya tarehe 8, kwamba ninakukaribisha katika ibada ya tarehe 8. Ibada hii itakuwa ni ibada ya tofauti. Ibada hii inakukaribisha wewe uliokuwa umechoka, uliokata tamaa. Tutakuwa na mchungaji kiongozi, ni baba yetu Heri Neso, aliyekabidhiwa Efata Zanzibar. Atakuja kwenye kituo cha Efata hapa Maungani, ili kila mmoja akutane naye kwa habari ya magonjwa na mateso na maumivu. Atakuja kusema neno kwa habari yako. Yamkini wewe ulitamkiwa neno baya, kuna neno jipya linakujia. Yamkini wewe uliambiwa kwamba hautofika, lakini neno lipo jipya litatokuambia kwamba utafika kwenye safari yako. Kwa nini nakukaribisha sana. Lakini hata hivyo ibada hiyo itaambatana na kupakwa mafuta. Ibada hii itaruhusu kwamba wewe una kifungo, labda una kifungo cha nira, umefungwa kifungo, inafungua kifungo mafuta. Kwa tunakukaribisha sana kila mmoja
Mwenye sikio hili tunamkaribisha, kwa sababu hauchaguliwi kwa sababu wewe ni mzuri sana. Unachaguliwa kwa sababu Mungu alikupenda. Tunakukaribisha sana sana sana. Lakini pia ibada hii itaambatana na sifa. Kutakuwa kuna imbaji wazuri Efata Maungani. Pia tutaambatana na habari ya mambo, matendo makuu ya maajabu. Kutakuwa kuna ushuhuda. Lakini pia kila mmoja inamruhusu ibada hii atakuwepo, kwa sababu haichagui kabila wala dini wala dhehebu. Ni ibada ya watu wote. Mungu amekuja kuleta Yesu kwa habari ya upendo. Upendo unapoondoka lazima utakutana na maumivu. Kwa hiyo ninakukaribisha sana wewe mwana wa Mungu popote ulipo. Mimi tunatamani tukutane wote pamoja. Usikae na mateso yako nyumbani. Usikae umekaa unatafuta majibu. Majibu yako yatapatikana Jumapili. Majibu yako ulioko unatamani kwa watu wamekosa majibu, lakini yuko mwenye jibu. Ni nani? Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Yeye aliyekubali kufa kwa ajili yetu. Yeye alikubali kuzeekewa kwa ajili yetu. Yeye alikubali kudharaulika kwa ajili yetu ili mimi na wewe tupone. Lakini yeye ni Mungu wa rehema. Anasamehe kila tatizo lililonalo. Wewe unawezekana ukao unatembea huko nje unasema yani jamani yule ni mzinzi. Mungu anasamehe. Inawezekana unatembea kule wewe ni mganga unaambua kienyeji. Yeye Mungu angalii mganga wa kienyeji. Yeye ukimkimbilia tu Yesu Kristo anauondoa uganga wako unakuwa mzima. Hata kama una kidonda kimeshindikana, yeye anaweza akakuponya. Huna mtoto, utapata mtoto. Huna ndoa, utapata ndoa. Nina ushuhuda mwingi. Kuna watu wamekuja hapa walikuwa wana watoto, sasa hivi wana watoto. Kuna watu walikuwa wana ndoa, wamefunga ndoa. Kuna watu walikuwa wana kazi. Wamemkubali Yesu, akabadilisha maisha yao. Sasa hivi wanaitwa kuwa heri. Kwa hiyo wewe ninakukaribisha popote ulipo. Kama unatoka mjini, panda gari Maungani au Nyamazi. Ukipanda hiyo gari mwambie konda nashuka kwa Kibunju. Ukishuka kwa Kibunju utakutana na bodaboda. Utamwambia nipeleke kanisani Shakani kwa Mremi au Mashimoni, atakuleta mpaka kanisani hapa. Lakini kama unatoka Fumba utashuka pia kwa Kibunju. Unatoka Nyamazi utashuka kwa Kibunju. Unatoka Kisakasaka pia utashuka kwa Kibunju. Ukifika hapo utakutana na bodaboda. Lakini kama huna uwezo wa bodaboda, hata kwa miguu hakuna umbali wa hivyo. Wewe njoo, tuna barabara hii leo nzuri, barabara yenye lami. Mungu ametubariki barabara nzuri. Wewe fuata, ukifika hapo kwa Mremi uliza kanisa la Ifata, utafahamishwa na utafika hapo. Wanaotoka Buyu pia, wanaotoka Shakani, Kisauni, tunawakaribisha popote ulipo. Unaosikia sauti hii, Mungu akakuguse, kwa sababu najua ya kwamba Mungu anatamani watu wote wamjue, kwa sababu yeye alikuja kwa ajili yake. Na kukaribisha sana mwana wa Mungu, uwe pamoja nasi, na sisi tunakupenda. Amen. Mimi Winifrida nitakuwepo, na wewe je? Na mimi Teddy nitakuwepo, wewe je? Mimi Sayuni Saidi nitakuwepo, wewe je? Sisi kwa pamoja tutakuwepo, wewe je? Ifata Zanzibar, we bring the world to Jesus.